Haleluya. Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika tufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaendelea na mifano yetu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipenda kuitumia kipindi akifundisha makutano. Na leo ni mfano wetu wa pili ambapo unapatikana katika Luka 18 mstari wa 9 mpaka wa 14. Katika mfano huu ni mfano wa Farisayo na mtoza ushuru. Bwana Yesu alisema kwamba kuna watu wamejikinai na kujiona wao ni wenye haki na kuwahukumu wengine. Akasema kwamba Farisayo na mtoza ushuru walienda hekaluni kusali. Yule Farisayo akaanza kusema, Bwana Mungu nakushukuru kwa sababu mimi si kama watu wengine ambao ni watenda dhambi, lakini mimi nafunga mara 2 kwa juma, natoa sadaka. Lakini yule Farisayo aliyasema hayo, ambapo yule mtoza ushuru yeye aliinama akaomba rehema kwa Mungu. Bwana Yesu anasema kwamba walitoka pale yule mtoza ushuru akiwa amerehemiwa na Mungu na akiwa amekubaliwa sala yake kuliko yule Farisayo. Kwa hiyo natufundisha kwamba tusihukumu. Tukiangalia katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 1 tunaona watu ambao wako katika ukoo wa Yesu. Tunamuona Rahabu yule kahaba, tunamuona Tamari ambaye alimpata yule mtoto ambaye yuko katika ukoo wa Yesu na baba mkwe wake. Tunamuona yule mke wa Uria ambaye Daudi alimuua na kumchukua mke wake, mtoto wake yuko katika kitabu cha ukoo wa Yesu. Hii haimaanishi kwamba tuishi katika dhambi, hapana, lakini inaonyesha kwamba tukifanya toba ya kweli, haijalishi dhambi zako ni nyekundu, Bwana anaweza kuzifanya zikawa nyeupe, ukawa mweupe mbele zake, na akakufanya mtu yoyote yule mkuu, na akakutumia kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo tusihukumu, ila tuwe ni watu wa kufanya toba ya kweli kwa Mungu.